Nao napenda niache wazi kwa sababu unajua kusema na sijui bwana anatongoza sana nini sijui bwana anapenda wanawake sana, sio nikasema hapana. Sio kitu kizuri pia mtu kuzungumziwa hivyo yani huko hapa sio kitu kizuri. That's why nipenda kuweka mahusiano yangu wazi, kila mtu ajue. Naam, mtazamaji wa Power TV, au jambo hapo ulipo, na tumeo unatupata vizuri zaidi sana kutoka maeneo ya nyumbani. Niite Uwezo kutoka hapa Power TV Sweden, ndipo tunapopatikana. Na siku ya leo nilikuambia kwamba tutakuwa na mambo amazing zaidi sana, kwa sababu tumepata wasanii wa kongwe, wasanii wa zamani zaidi sana, mpaka sasa hivi bado wanaendelea kwenye game ya muziki, ambao wanatokelezea hapa maeneo ya Sweden. Na sitaenda kuwatambulisha bali wataenda kujitambulisha wenyewe. Kabla tujaendelea zaidi sana, labda tungepiga muziki miwili mitatu ya wasanii hao ili muende kuwasikia zaidi sana. Kwa hivyo kaa chonjo, twende tukawasikie wasanii wetu kutoka hapa maeneo ya Sweden. Na ni wasanii ambao wako kwenye industry ya music sasa hivi na wanafanya vizuri zaidi sana. Niite Uwezo kutoka Power TV Sweden. Basi tukaburudike kidogo na ngoma zao hizo hapo zinakuja kama hivyo, si banduke, kaa hapo tu. This life Riziki kwetu mafungu 7, anatoa yeye Mungu Baba. Kitani life ngumu inakaba, mdogo mdogo tunajaza kibaba. Tushapitia mengi matatizo, tumeruka viuzi na vikwazo. Tunaishi, bado tunaishi, Baba Mungu anatupenda sisi. Tukipata tukikosa tunashukuru, hatujuti hatulomu hatukufuru. Tunaamini ipo siku tutona nuru, ipo siku tutona nuru. Tunavosi kusaka shilingi, hatujachoka japo mambo mengi. Tunavosi hatujachoka, tunavosi hatujachoka. Tunavosi kusaka shilingi, hatujachoka japo mambo mengi. Yes, barabara kabisa. Natumai umeenda kumjua ni msanii gani ambaye tuko naye kwenye studio zetu hizi za Power TV hapa maeneo ya Sweden. Kwa hivyo tutaenda kumsikiliza msanii mwingine. Kwa hivyo nikipiga tu ngoma hiyo hapo utaenda kujua ni msanii gani ambaye yuko kwenye ofisi zetu za hapa Sweden, hapa Power TV. Basi twende tusikilize msanii mwingine. Huyu hapa anakuja na ngoma yake moja kali sana. Ngoma hiyo inaitwa Adabu. Ngoma hiyo bwana imefanya vizuri zaidi sana pale maeneo ya YouTube. Kwa hivyo twende basi tukasikize ngoma inakuja kama naitwa Su na toto ya polo. Wendo lani uguza, narukala zila maba, bendera peperusha. Oh baby my sugar, sidi superdone kunisi, hata ukipotea. Oh mama, ni chochote nitakupa, japo sina mavumba. Tupande twende Kigoma, au twende tuvuke visiwa nikupeleke Zanzibar. Ule ufukweni Fulubata, kwenye wivu wako macho yatoke, weshike Adam, wakireke beautiful, weshike baby, girl.
Yeah, yeah. Nakujua na unanijua toka zamani za kupaga moyo, oh moyo. Ado sifunge break, Mola ndo anayepanga. Amini kesho tashika notes na tutakula bata. Napenda ukinishika mabarege, rege. Siwezi kuacha kizembe, wajinga maiksi za chochote nitakula, wala siwezi kususa. Tupande teni twende Kigoma, tukale migebuka, unipeleke Zanzibar kwa location tuteki picha, tukiposti waone, macho ya watoke waishike, tuwashikishe, wanatuchukia tunawashikisha. We baba Yes, tuko ndani ya studio zetu za Power TV hapa maeneo ya Sweden, na timu umeenda kubambika kabisa na burudani ya wasanii wetu wawili hao. Najua umeenda kumfahamu pia mwanadada huyu ambaye amegonga ngoma hiyo hapo, eti tuwashikishe nini adabu. Wakina nani hao? Wale wa Mbeya ambao wanahitaji zaidi sana kutuingilia kwenye masahani yetu. Kwa hivyo huyo ni msanii mwingine, si tuenda kusema majina yao, lakini wataenda kujitambulisha wenyewe. Kwa hivyo siku ya leo tumeamua kuwaletea surprise moja ya kali zaidi sana ndani ya ofisi zetu hizi za Power TV hapa maeneo ya Sweden. Mtazamaji wa Power TV, kama tulivyowaambia kwamba tuko na wasanii wawili ambao wako ndani ya studio za Power TV na hatimaye mnawaona kwa sasa. Kwa hivyo labda tutaenda geuza kiti chetu hivi tujaribu kuwauliza maswali mawili matatu. Kabla kila kitu labda tungeanza na mkono wangu wa kulia hapa. Ungejipresent kwa sababu watu wamesikia ngoma yako hapa lakini hawajajua unaitwa nani. Labda unaweza ukajitambulisha mwenyewe. Unaitwa nani hivi? Yeah. Kwa majina naitwa Sweden Boy. Yes. Yeah. Naishi Göteborg. Okay, Sweden Boy. Sweden Boy anapatikana Göteborg. Yes sir. Na ulianza muziki mwaka gani Sweden Boy? Labda wadau wa Power TV wanaweza wakapenda kufahamu. Yeah, muziki nimeanza kwa 2023. 2023. Hongera sana. Mpaka sasa hivi uko kwenye industry tu ya muziki. Yes sir. Na unaonaje muziki unakupelekaje hapa maeneo ya muziki unakupelekaje? Yeah, muziki uko poa, muziki uko poa kabisa. Namshukuru Mungu sasa hivi watu wanaelewa polepole. Wanakuelewa polepole. Yeah, mwanzo ulikuwa pagumu, Mwanzo unajua kuanza watu vile waanze kuelewa. Inabidi kufocus sana alafu upambane. But now naona watu wanaelewa mdogo. Ndio. Yeah, namshukuru Mungu. That's true. Yes sir. Hongera sana kwa muziki. Challenge gani ambazo unakutana nazo kwa sababu kama mtu anafanya muziki kuna kuaga mambo mengi ambayo anakuaga anatendeka, unaweza kukuta watu wanasema huyu kijana hivi ameanza kupiga muziki, ameshakuwa hivi, sijui anavuta bangi nini. Zaidi sana unajua hizi music za secular. Kwa sisi wa Afrika wengine wanachukulia kama sio kazi kama watu wengine. Kwako ulipata hizo challenge na wewe ama? Yeah bro, challenges ziko nyingi. Unaona? Challenges ziko nyingi sana. Ndio. But kama challenge kama hizo zinatokea inabidi focus na usikate tamaa, unaona. Ndio. Challenge ziko nyingi, kuna ambao wanavunja moyo. Wanasema hujui kuimba, kuna ambao wanasema una mashairi wengi, unaona. Challenge ziko nyingi sana. But inabidi kupambane tu. Inabidi kupambane. Yeah. Na siku hizi nikiangalia muziki wako unaenda viral kwa sababu ngoma ambayo umetoa hapa jana wewe na Nyago sasa hivi imefika 9.55 bwana. Yeah. Kwa hivyo ngoma yako inaenda viral sana. Yeah, enda poa, namshukuru Mungu. Congratulations sana. Asante brother. Yes. So mkono wangu wa kushoto hapo niko na dada yangu mwingine hapa ambaye ni msanii kutoka far away. Alianza muziki zamani sana, najua kuna music ambazo umeona
mmefanya na wasanii wengine kutoka maeneo ya Afrika. Karibu sana Power TV dada yetu. Asante sana. Kwa mara nyingine tena. Yeah. Naitwa Su. Mimi nasema vizuri ama sina? Su. Yeah. Si Zu. No, Su. Mimi naitanga Zu. Labda ndo tatizo. No. Karibu sana Sweden. Asante. Miaka mingapi sasa hivi? Hapa Sweden? Yeah. Bado sijatimiza mwaka kwa kweli. Bado. Yeah. Na unaonaje? Kuko kwa sababu nimepokelewa vizuri. Yeah. Karibu sana. Asante. Na kuona kwenye industry ya music hapa kuna ngoma ambayo uligonga hapa. Nilisikia juzi hapa tena kwa sababu napendaga sana kuisikiliza ngoma ya adabu. Yeah. Huyu msanii ambaye umeimba naye ni wa wapi? Wewe upo Tanzania. Tanzania. Yeah. Hongera bana, muziki wenu una miezi miwili sasa hivi iko na 2.5. Yeah, asante hivyo mdogo. Na vipi na wewe mwanamke kama wewe unaimba muziki wa kidunia, si unakutana na mambo mengi huko? Sana. Yeah. Matusi mengi umeyavaa. Sana. Yaani mpaka hapa nilipofika nishatukana sana. Sana. Pole sana. Hivyo. Yeah, lakini ulianza lini muziki? Muziki kitu kama cha 2022. 2022. Yeah. Vizuri sana. Kuna faida gani ambazo umeziona kwenye muziki? Faida nyingi. Nyingi kwa sababu muziki ukitendea haki. Yaani baadaye unakuja kuishi maisha mazuri. Yeah. Kwa unafanya vizuri muziki kwa kabisa, yani hamna kukata tamaa. Kwa sababu muziki ukikata tamaa unaishia njiani. Na nikiangalia music zako nyingi zaidi sana zinazungumzia masuala ya love hivi nini. Kuna kitu ambacho kiliwahi kutendeka huko nyuma, labda kutendwa fulani hivi? Hapana, kwa sababu huu muziki ambao nimetoa sasa hivi adabu, yani unazungumzia kuhusu, yani sio ya kuachika, sio yani inazungumzia kuhusu mapenzi. Yeah. Kabla hapo nilitoa nimechoka ndio nilikuwa nazungumzia nimeachika. Ni idea tu. Kwa hivyo nimechoka inamaanisha umechoka na matendo yake yanayonifanyia. Yeah. Ambaye simeje? Hamna, ni idea tu nimetunga. Ni idea. Yeah. Kuna ngoma ambayo ulipiga na ndo nani yule msanii wa Nyarugusu yule anaitwa nani? Follow. Yeah, Follow. Ile idea nani alitoa? Idea ile. Yani si kitu ambacho tulikuwa tunaendaga, yani tulikuwa ile kutunga, yani sema tutunge nyimbo hapa nyumbani kila mtu atunge kivyake hapa. Yani tulikuwa tunakutana studio. Yeah. Kitu kitakachokuja akilini hapo kila mtu alikuwa anatoa wazo lake. Vizuri sana. Na hapa toka ufike Sweden umeshafanya kitu kimoja? Kama ngoma moja hivi? Yeah, hiyo ngoma ya adabu si nimekuja kutolea hapa. Japo sijarekodi hapa, nimekuja. Yeah, ndo nauliza kurekodia hapa. Video ndo ulifanyia hapa Sweden. Yeah, video. Yeah, lakini audio ulifanyia Tanzania. Yeah. Na una mpangilio gani ya kufanya audio moja hapa Sweden pia? Sony tu. Sony? Yeah. Iko studio ni? Tayari kila kitu. Yes, tuko na Sweden boy hapa. Sweden boy. Kuna ngoma hapa bwana umetoa na Nyago. Nyamwezi, mbuzi ndo anaitwa. Yeah, huyo ni mbuzi. Anajiita la kibembe. La kibembe. Mbuzi la kibembe. Vipi ulipata challenge gani kufanya muziki na wasanii wa pale Nyarugusu? Challenge haikuwa nyingi sana, but challenge iko kwa kutafuta msanii, kumpata, yani ile time yake ile ndio challenge ambayo nimekutana nayo. Yani kumpata ule msanii. Yeah, kumpata alafu na muda ile akamilishe project. Yeah. No, ndio challenge ilikuwepo. Mbona anachezea mtu wa Ulaya? Tunajua mtu akisha kuwa level fulani hivi, you know. Yeah, you know Nyago sasa hivi ameshakuwa na level fulani. No, sio kama yule Nyago wa zamani. No. Sababu Nyago sasa hivi yuko different na wa zamani. Yeah. Kumpata Nyago wa zamani ilikuwa maybe rahisi, lakini sasa hivi unajua sasa hivi yuko busy na mambo ya music. Yeah, yuko busy. So kumpata sio rahisi, inabidi upitie mambo mengi, you know. Na hapo si uliangusha kitita kabisa kwa sababu kufanya collab na Nyago bana msanii. Lazima bro, lazima kwa sababu hausifanye Nyago sasa hivi bure, utafanya na Nyago bure sasa hivi. Na msanii gani ambao unamkubali zaidi sana? Kama wapi? Yaani
duniani yani, si Duniani? Yeah, duniani. Mimi duniani ni mimi msanii wangu pendwa kabisa. Pendwa na wasanii wawili. Yani na like Diamond na Alikiba ndo wasanii wangu ambao nawakubali sana. Yeah, na Nigeria nayo. Nigeria kuna wengi. Kuna Davido, Wizkid. Yeah. Vipi ukienda Marekani pale kwa na wewe Marekani nilikuwa napenda sana nani Lil Wayne but sasa hivi haimbi. Yeah, yule rapper yule. Yeah. Lil Wayne pia namkubali sana. DJ Khaled anatoa nyimbo kali sana. DJ Khaled. Yeah. How are you doing? Yeah, mzee na mimi nilikuwa namfuatilia kipindi nilikuwa Afrika zaidi sana ni wasanii. Hongera sana Zuu, na wewe unaweza kutuambia wakina nani labda mafamous wako ambao unawafuatiliaga zaidi sana kwenye muziki. Wale ambao unaonaga mimi nikikuwa naimba napendaga niimbe kama huyu msanii. Yaani kwenye kuimba mimi na wawili wa kike. Kwenye kuimba inakuwa kwenye kuimba kwangu yani naona Mungu kabisa nikimsikiliza labda kuna kitu ambacho mimi nitatoka nacho ni Nandy. Yeah, ila kwenye ile kufanya labda yani sema ile unaweza kuwa unajua kuimba lakini jinsi ya ujani kuwa na ujasiri una. Yeah, kwa hiyo kwenye mambo ya kujiamini nini Zuchu. Yeah. Kwa hivyo Nandy ndo anajua kuimba sana. Kuzidi Zuchu. Siseme hivyo lakini kwa mimi. Yeah, kwa mimi ndio. Kwa nini mnachagua zaidi sana wasanii wa Tanzania? Ndio mnawafuatiliaga sana? Kwa mimi ndio nafuatiliaga sana hao. Haujaingia nchi nyingine? Wapo. Kuna Ila Star. Yeah, nafuatiliaga. Na? Ira Star ni Nigeria. Ni demu hivyo. Yeah, mwanamke. Okay, vizuri sana. So kuna interview nilifuatilia majuzi hapa kutoka kwa msanii mmoja kutoka pale maeneo ya Tanzania katika kambi ya wakimbizi Nyarugusu. Kuna neno fulani hivi alikuwa anasema zaidi sana kuhusu Sweden Boy, eti anafahamu Sweden Boy. Yule msanii kweli unamfahamu wewe? Mimi simfahamu. Mimi namfahamu yule msanii kupitia Su mwenyewe. Yeah, ndio mimi namfahamu. Kwa hivyo ulikuwa mjamsikia Nyago Mnyamwezi? Nyago nilikuja kumfahamu. Ndo Nyago? Follow. Nakuja kumfahamu kupitia Yesu. Ndio nakuja kumfahamu Follow. Yeah. Yes. Kwa hivyo utamani hata siku moja kupiga naye collab nini? Kusema kutamani sijawahi kufikiria kuimba naye. Bado ni underground. Sijawahi, sio kusema ni underground, but sijawahi kufikiria kuimba naye. Yeah, kwa sababu tukiangalia zaidi sana wasanii ambao wanafanya vizuri kwa upande wa Afrika ambao wanaishi maeneo ya Sweden, tuna wewe Sweden Boy kwa wanaume, na kwa wanawake kuna Zuu na dada mwingine ambaye anaishi maeneo ya Borosi kule, nimesahau jina lake. Yeah. Tunategemea kupata nini zaidi sana kutoka kwenu siku hizi 2-3? Kama unavyoona bro, kama unavyoona nimeshaachia ngoma moja. Ndio umeshasikia ni kali kwa sababu nilikaa kama miezi 2 sijatoa ngoma. Before ya hii live. Ni kama miezi 2 but sasa hivi yani tarajia ni mabanga after banga, you know. Mabanga after banga. Ni banga after banga. Ndio sana. Kwa sababu na mawe bro. Labda mtazamaji wa Power TV, kabla hatujaenda kwenye pause, tusikilize ngoma ambayo Sweden Boy ameenda kuitoa hapa jana. Amemshirikisha Nyago, sijui anaitwa tena Mbuzi, sijui nini, huyu jamaa na jina la bebe. Tusikilize burudani hiyo hapo kwa dakika 0. Na Black Panther, yeah. Sulisema utanipenda, sambona na unakwenda.
we unakwenda unaniacha solo. Uliapa utonitenda, utonipiga chenga. Now we unakwenda unaniacha toro. So where you wanna go? Why you wanna go, Pepe? Where you wanna go? I want you to know. No, I want to know. No, I need you more, baby. No, I want to know. Don't leave me low. Don't leave me. Don't leave me. Oh ah. Don't leave me. Don't leave me. Oh ah. Kwanza tuko mwanzo safari, umeishia njiani na mego move on ndo siwe. Yes, mtazamaji wa Power TV ambao unazidi kutufuatilia. Nilikwambia tuko na Sweden Boy pamoja na Zoo ndani ya ofisi za Power TV. Sweden, hii ngoma imetisha sana. You know, bro. Yeah, basi ni waambie kwa sababu mawe ni mengi, brother. Mawe ni mengi kwa sababu mawe ni mengi. Hapa nako sisi yani kutoka hii kuna nyingine inakuja. Nasubiri nione gisi itatembea alafu. Hii ngoma zaidi sana ina maana gani? Inaashiria nini? Kwa sababu labda Don't Leave Me ndio imesema ngoma hii. You know, maana Don't Leave Me usiniache. Inazungumzia kuhusu mapenzi. Kati yangu mimi ni kama vile niko nabembeleza mwanamke. Naona unambembeleza dem. Yani hapo yani mtu wangu yani anakuwa kama vile anataka kuniacha hivi, you know. Mimi namwangushia maneno nini, baby usiniache, you know. Vitu kama hivyo nakuwa kama vile nambembeleza. Kuna mtu ambaye unamwimbia wimbo? Na mimi naambia watu wote. But sana mimi na target yani mtu wangu yani wene yako ndio pia kwenye mahusiano pia, bro. Hiyo kwa na mahusiano sasa. Labda wadau wangependa kufahamu shemeji nini. Shemeji sasa wewe unaonaje, brother? Wewe unaonaje? Mimi labda macho yangu inaweza ikaona lakini watazamaji wa Power TV wasione. Wewe unaonaje kwanza? Wewe unaonaje? Unaonaje kama aje labda unaweza ukatupresent sawa na kila mtu anamfahamu sasa hivi. You know, kwa sababu ilikuwa ni muda sana nilikuwa naimba. Lakini watu wako wajua mahusiano yangu. Yani kama niko na nani kwenye mahusiano. Yani nilikuwa mtu wa private, so but for now really you have someone. For now napenda niache wazi kwa sababu unajua kusema na sio bwana anatongoza sana. Nini sio bwana anapenda wanawake sana, so nikasema hapana. Sio kitu kizuri pia, you know. Mtu kuzungumziwa hivyo yani uko hapa. Sio kitu kizuri. That's why nipenda kuweka mahusiano yangu wazi. Kila mtu ajue na isikue maybe nauza kwa niko na tilia maybe kujitilia mwenyewe watu wanichukie, unaona. Ndio hiki sinaficha mahusiano yangu kwa sababu mimi watu wengi sana ambao wanafanya challenge ni wanawake. Unaona, sasa unakuta watu walikuwa waniongelea sana. Napenda wanabati. Kama niko na mtu wangu na namuweka wazi hata kama ndapost hizo challenge, lakini watu watajua okay sio nilibao kwenye mahusiano nao. So ni kitu kitakuwa iko poa sana, inanirahisishia yani kufanya mambo yangu. That's why nimeamua kuweka mahusiano yangu iko kwa wazi. Vizuri sana. Na msichana mwenyewe ndo ndo huyu hapa. Ndo ma queen. Ndo queen wangu, you know. That's right. Bro. Ndo hivyo. Ni poa sana watu wakijua. Unaona? Sababu ananijengea kitu fulani. Kwa hivyo kwa sasa hivi wewe na Zoo umeamua kutangaza rasmi. Zoo umechukuliaje? Tuambie dadake, ni siku ambayo tulikuwa tunasubiria sana kijana kupata mwenza. Unajua familia sisi tulikuwa tunalialia mbona Sweden Boy nini. Na sasa hivi amesema rasmi hata watazamaji wa Power TV ambao wanatufuata kwenye YouTube na sehemu zingine kama TikTok, sehemu zingine Facebook wameenda kuona. Kwa hivyo lini tunakuja kula wali?
Sasa ndio Mungu bado akipenda inshallah. bado lakini Okay. kubwa kwanza watu wameshatambua Sweden Boy ana nani kwenye mahusiano yeah. Lakini si unaona itakuwa challenge kubwa zaidi sana, nyinyi wote ni waimbaji na tena nyimbo za secular challenge gani hiyo? Sometimes labda kunaweza kukawa msanii fulani anataka kupiga collab na Zoo si unaona itakuwa ni mimi naona hakuna challenge sana. Challenge hakuna sana kwa sababu yani kama msanii anakuja kutaka kufanya collab na Su. Yani inabidi apitie kwangu kwanza bila aje kupiga collab na Su. Inabidi apitie kwangu na mimi nimruhusu Su upiga wala usipige. Utakuwa na mruhusu kumshike. Na inategemea sasa ni muziki wa aina gani, inategemea inaruhusu ashikwe wala asishikwe. Yeah, na kama kuna anako kwenye mahusiano so mipaka ni lazima zinakuwa zipo, you know. Yeah. Naona kweli imevaa love boy. Yeah, na mambo ya love boy. Hiyo imependeza sana tena umepiga style moja. Najua nilikuwa naona najiuliza sana nini mbona muonekano hivi kumbe ni mtu na mtu wake bwana. Yes sir. Hapo ni vizuri zaidi sana. So hiyo mahusiano ilianza mwaka gani? Mahusiano hatujakuwa kwenye mahusiano hata mwezi hatujaeneza. Na plani ni nini zaidi sana? Plani yenu ama plani yako kwa sababu mwanaume ndo anataka kumsidevo. Yani plani yake ni kwa Su. Plani yako ni nini kwa Su zaidi sana? Bro, mimi tunajua mimi nimeshaamua kuweka mahusiano yangu wazi. Na sikuwa rahisi sana kufanya hicho kitu. Sababu ni mtu nampenda you know. Yeah, najua plani ni nzuri na target ya mwisho ni kuweka jiko ndani. Hiyo ndo nipata. Una plani nini kuweka jiko ndani ama utakuwa kama kwa sababu sasa hivi most of the people wanasema Sweden hapa vijana wanakaa kuchezea watoto wa watu nini? Vijana wao. Mimi nadhani kazungumzia hapo you know. Yeah. Kuhusu Sweden vijana wao. Inategemea na vijana tuko tofauti. Yeah. Kuna vijana ambao kweli wanapenda maybe kucheza na wanawake, wanapenda kucheza wanawake. Yeah. But inategemea sasa ni kijana gani umekutana naye. Hatuko sawa you know pa. Yeah. Sweden Boy. Ni watu ndo wanaongea kuhusu hivyo lakini si watu ndo wanaongea. Yeah. But mahusiano mimi nilikuwa private. Yeah. Kwa sababu mtu ambaye nilikuwa naye kwenye mahusiano but tulielewana like private. Hiyo so sasa hivi siwezi kuambia sasa mimi nilikuwa na mtu kwenye mahusiano na mtu fulani na kwambia but nilikuwa kwenye mahusiano kipindi cha nyuma kabla sijakuwa na Su. Nilikuwa kwenye mahusiano. Nini ulikipenda zaidi sana kutoka kwa Zu? Nini ulikipenda zaidi sana? Unamuonaje? Unamuonaje? Ni mtoto mzuri, amedamshi nini, mtoto ameng'ang'ana. Yeah, ni mtoto ana kasoro wallahi. Ana kasoro. Yeah, that's why so unajua nini niamue kuwa na mtu. Yeah, unamwangaliaga kwa. Na niamue kumweka nani like public. Like today. Nimeshampitisha kwa vingi. Yeah, akivaa anapendeza. Yeah. You know. Hata leo mnadamshi bana. Yeah. So, Zu. Nipe mchongo, nimesikia Sweden Boy labda anaweza akawa anasema tu hapo kumbe na wewe huku nikona hivyo na za kwako. Utatuambie nini siku ya leo? Yote yanapoongea vitu vimenyooka ni vya kweli hapa. So from today you are Sweden Boy girlfriends. Boyfriend ya. Good boyfriend wako Yeah. Vizuri sana. Hapo ni sawa bwana. Ni vizuri kujua, unajua vijana wengi sasa hivi wakiona mtoto amedamshi na mtoto mzuri kama wewe hivi wanaanza kusema mtoto. So bwana mtazamaji wa Power TV, yani nakwambia kama ulikuwa na vizia hapa kwa Zu, kaa chonjo sasa hivi alishakuwa na mtu wake. Si ndio hivyo Sweden? Yes sir. So, labda cha kumalizia kwa sababu tunaona mida haituruhusu zaidi sana na mwanamama hapa anaenda mbali. Mna nini zaidi sana cha kuambia mafani wale ambao wanawafuatilia zaidi sana? Kikubwa naweza nikawashukuru kwa nikatoa shukrani kwa mafans
labda unaweza ukawa unaangalia kamera pale ukawa yeah. Kikubwa sana kwa shukrani kwa mafans wangu ambao wananifuatilia tangu nianze muziki na mpaka sasa hivi. Nishapiga hatua fulani kwa sababu kama nilikuwa na watu watatu, wawili wakiongezeka. Ni hatua fulani. So nashukuru sana na waendelee kunisupport na wategemeo makubwa sana kutoka kwangu. So najua ile show love tu, unaona, kwa sababu wengi unajua wanaweza maybe wakatia chuki the way this niko na Su, unaona, wanaweza wakatia chuki na support ikapunguka. But now unaweza kuambia yani wao uhuru, yani mimi sitaki, niko peace na kila mtu. Inatokeaga. Peace na kila mtu na wajue niko kwenye mahusiano, unaona, kwa sababu na kama alikuwa anafanya, kama ni mtu alikuwa anafanyia challenge, asikia aibu wala haya kusema sinifanyie challenge kwa sababu nishakuwa na Su, unaona, kwa sababu ni wengi unakuta maybe walikata support maybe kutokana na jinsi nimeweka mahusiano maybe public, unaona. Yani tuseme wawe free na wasichoki kunisupport. Na swali la uzushi tu kuulizia la mwisho, na wewe hautokuja kumuona Zu kama vile venye Nyago alisema ndo nani jina mfundani Polo alikuja kuongea kwenye interview kwake ya kwamba Zu ni mwanamke tu na mwanamke ndo huwa anachezewa. Hautokuja kuliongea hilo na wewe kesho? Mimi nishakwambia tuko different. Tuko different. Sababu mtoto wa watu huyo anahitaji amani. Ukiona mtoto ametulia hivyo na anahitaji amani ya moyo, si ndio? Zu. Ndio hivyo. Ndio hivyo. So na cha kumalizia Zu, kwa sababu labda unaweza ukawa na mawili matatu la kuambia mafani na wale ambao walikuwa wapendelei zaidi sana mahusiano yenu wewe na Sweden Boy, unaweza ukawaambia kitu gani? Cha kwanza nataka niambie mafans wangu na washukuru sana, nimepata mapokezi mazuri. Pia nyimbo yangu ya adabu imekuja kutolewa hapa, imepokelewa vizuri, nashukuru. Japo nimetoka na mafans, nimetoka na mashabiki zangu kambini, lakini mmenipokea vizuri sana hapa pia kwenye nyimbo yangu. Nashukuru pia. Na sasa hivi jamani, nadhani Sweden kashasema kila kitu. Mahusiano yako wazi. Sawa. Kwa wacheni chuki, maneno machafu labda wale ambao walikuwa na semea kwenye migongo nini, sasa hivi wajue kama wewe na Sweden Boy. Tuko live hapa. Nadhani kila mtu anasikia. Okay, asante zaidi sana mtazamaji wa Power TV. Tulikuwa na Sweden Boy pamoja na mama Sweden Boy ambaye anaitwa Zu the Boss. Mimi nimeshaongeza na the Boss hapo kwa sababu ni mke wa boss bwana. Boss hapa simuona umependeza hapo, unajua ni shingapi hapo umevalia. Shene hii yenyewe ambayo umevalia hapo shingoni hapo inachukua milioni. So, kwa hivyo mtazamaji wa Power TV, kama ulivyotuona kabisa, tulikuwa naye Zu pamoja na Sweden Boy kwenye ofisi zetu hizi za Power TV hapa maeneo ya Sweden, na wametuambia kwamba kuanzia leo mahusiano yao yamekuwa rasmi. Wameamua kuyaweka wazi. Kama unavyoona watoto wamedamshi, wameng'aa, wamependeza zaidi sana kwenye ofisi za kwetu za Power TV. Kwa hivyo kaa chonjo, na tukimalizia basi niite Uwezo kutoka hapa Power TV. Tunaenda kumalizia na ngoma nyingine moja hapa yake Sweden Boy, ambayo inasema kitu gani? Sweden Boy, tunaweza tukapiga ngoma gani hapo nyingine? Don't leave me. Let's go. The same. Yes, basi twende tukasikilize hiyo Don't Leave Me. Hii ngoma hapa mimi naweza nikasema Sweden Boy, hii ngoma ulimwimbia nani? Ulimwimbia Zu hii ngoma. Asikuache. Pia ni kwake. Ni kwake. Hiyo ni message. Zu ameomba usimuache please. Asijali kabisa. Asijali. So mtazamaji wa Power TV ambao unazidi kutufuatilia, basi twende tukasikilize ngoma hiyo. Mtazamaji wa Power TV, twende basi tukasikilize ngoma hiyo ya Don't Leave Me kutoka kwake Sweden Boy. Kitu kinakuja, kitu kinaondoka. Yo guys, don't leave me right now. Kwenye YouTube yangu katika Sweden Boy. Follow, subscribe, like, share. Ulisema utanipenda, sambona naona
unakwenda unaniacha solo. So here guys, show love. My new song will go out right now. Kenda YouTube yangu kenda Sweden Gold. Ya command like button. Subscribe my Ulisema utanipenda Shamona na unakwenda I really appreciate wewe unakwenda unaniacha solo. Uliapa utonitenda utonipiga chenga na wewe unakwenda unaniacha toro. So where you wanna go? Why you wanna go, baby? Where you wanna go? I wanted to know. No, I want to know. No, I need you more, baby. No, I want to know. Don't leave me alone. Don't leave me. Don't leave me. Don't leave me. Don't leave me. Guys, don't leave me out right now. Don't leave me out right now. Guys, let's go. Kwanza tuko mwanzo safari, umeishia njiani na mego move on ndo siwezi. Oh my darling, mabavu vile kila siku wachanganya, umeniacha siko sawa. Anyway, saki hata kuamini. Anyway, umendanganya sana tunani. Na bora ungesema unataka niache, na bora ungesema unataka kuondoka. Ningeje gani ya kumili maumivu baby. Nimemiliki kulacho kinguoni mwako. Umeacha peke yangu na halia na ilia. Nikuweka kama ndio wewe ndo chanda chema. Usawa wenda we mwana lana. Don't leave me. Don't leave me. Don't leave me. Don't leave me. Guys, don't leave out right now. Don't leave In the me. YouTube that take us through all the butter. Yes sir, you support guys. I need to Don't leave support me. Don't leave me. Don't leave me. Yes sir, guys. Don't leave me. Go out right now. Let's show love. Let's show love, guys. Let's show love. I need your support. Tupo live Power TV. Yes, huyo alikuwa ni Sweden boy kutoka maeneo ya Sweden. Hapa ndipo anapopatikana akiwa na mrembo Zuu ndani ya nyumba. Asante sana na tunawatakia siku njema ya Mwenyezi Mungu.